hapa nikupeleke kwa mtaalamu tu. Umenielewa? Asa shoga yangu, mambo yangu mimi na wewe na mtaalamu vinahusiana nini? Na mtaalamu kuna wapi unajiona upo sawa? Mimi nakuona kabisa wewe haupo sawa, ndio maana nakwambia twende kwa mtaalamu. Elewa basi na wewe. Samani dada. Bila samani. Kwa majina naitwa Sajo. Sijui wewe unaitwa nani mwenzangu? Naitwa Saumu. Na jina zuri. Nisingependa kuzunguka sana. Kiufupi nimetokea kukupenda. Naomba uwe wangu. Samani. Mimi siwezi kupenda kwa sababu na mtu ambaye napendana naye. Una mtu wako, si ndio? Sasa naomba unisikilize. Nimeongea kistaarabu lakini unielewi. Mimi nishasema nakuhitaji na uwezi kunikataa kwa lolote lile. Unaongea vizuri sana. Lakini nikwambie kitu kimoja tu. Mimi sijawahi kukataliwa hapa na binti yoyote ambaye ninamhitaji. Nafahamika eneo lote hili. Kwa hiyo naomba unikubali. Huo maarufu wako ndo ambao unafanya unatunyanyasa sisi wanawake, si ndio Kwa taarifa yako sikupendi na wala sikuhitaji. Maana nishakwambia na mtu napendana naye. Wewe kaka vipi? Sawa. Lakini nikwambie kitu kimoja tu. Nitafanya juu chini mpaka nikupate. Eti iwe kwa nguvu au kwa hiari? Kwa taarifa yako usolijua ni sana usiku wa giza. Ninavyokuambia hivi, ulipolala wewe mimi ndo nilipoamka. Kwa hiyo ujiangalie sana. Watu wengine sio wa kuwafuatilia. Nitafanya juu chini mpaka nikupate. Hayo ni maneno ya mkosaji. Hata kwenye kanga yapo. Mpuuzi mmoja we. Unajifanya mjanja, si ndio? Sasa nikwambie kwamba mimi sijawahi kukataliwa. Na kukuthibitishia hilo, huu mchanga nitaenda kushughulikia na utajuta kwa nini ulinikataa. Mbwa. Karibu ndugu wangu. Asante. Ila wakati nilikuwa nakuja njiani hapo. Nikutana na mkaka mwenzio. Si ndio akaanza kunitongoza? Makubwa. Mkaka gani tena huyo? Kuna mkaka aliniambia anaitwa Sajo. Ila sasa katika kunitongoza, nikamkataa. Maneno aliyoyaongea shoga yangu. Hadi nimepata wasiwasi. Maneno gani na wewe ndio ukatishika nawe maneno? Maana aliongea maneno mabaya, alafu kwa kujiamini. Yaani kikubwa hapo hujamkubalia. Kama wewe una mtu sawa, lakini kama unaye hujamkubalia achana naye. Hayo maneno ya mkosaji tu. Kwa vile kakukosa basi lazima atakutishia. Ana lolote wewe. Achana naye. Sawa. Wala sijamkubali wala nini, nilimkataa na nikamwambia ukweli kwa mimi na mtu wangu napendana naye. Usiwe na wasiwasi bwana, anapita tu hao. Achana nao tu hao. Karibu basi hapa mimi nipo. Kupiga story. Tunakula nini leo? Yaani hapa unachokitaka wewe tu ndani. Yaani vipo vitu vyote full yani. Wewe tu yani sema. Utakula nini? Nikupikie. Kama unavyonijua nikijaga sinaga mbambamba. Yaani nataka nipike mwenyewe. Sasa ila usije ukawa unakasirika. Sema ukisikia simu yangu tu mara huyo tena kashaanza. Akija anapenda kujichukulia kama nyumbani kwake hivi. Amna bwana, mimi sasa nikakula niliwe shoga yangu. Ila tu kitu kimoja. Vitu vingine vya hapa mtaani wewe vipotezee tu. Hata usiwe na wasiwasi navyo. Kaeka roho yako juu bure ukapata ugonjwa wa moyo. Sawa ndugu wangu? Haya poa, si unajua tena kazi ya kwanza kunisogezea. Nikikaa jikoni tu mara lete hiki, mara lete hiki.
Kama nilivyokuelekeza mamangu, huyu binti namhitaji ni muda mrefu sana, lakini ananikataa. Nikaona nisimwache hivi hivi. Nimekuletea na unyayo wake huu. Uko wapi? Safi. Safi. Tena anaonekana ana nyota kali sana huyu. Sasa, kwa kuwa umeamua kuchukua mchanga wake, tutamkomesha. Hakuna mtu wa kuweza kukataa mwanangu kwenye mtaa huu, hakuna. Yaani mamangu ameongea maneno mengi sana ya kashfa. Mengine ya kukutukana wewe mamangu. Sasa nikasema yeye ni nani mpaka anikatae? Ili aliyakuwa mimi Sajo, mtoto wa mama Sajo, sijai kukataliwa na binti yoyote katika mtaa. Yoyote nitakayemtaka nitampata kwa wakati, iwe kwa nguvu au kwa hiari. Kuna mtu wa kuweza kukukataa mwanangu. Wewe ni mtoto wangu, lazima nifanye kitu kwenye uchanga, lazima akubali. Yaani hapa kupitia huu unyayo na mvuta mara moja, anakuja hapa. Yaani nitakuwa namuongoza mimi mwenyewe. Ana kumkataa mtoto wangu mimi. Na mama, acha nikuahidi kitu kimoja. Huyu binti nikimtia mbaloni, nitakachomfanya atawakumbuka marehemu aliofariki miaka hiyo. Huyo ndo Sajo mwanangu. Safi sana. Sawa. Karibuni ndugu zangu. Asante. Vipi huko kijijini wanasemaje? Nyumbani hawajambo, wanakusalimia. Tena kipindi tunaondoka tumekutana na yule shoga yako Tausi. Sema msalimieni huko dada yenu. We, hivi ameolewa? Ana watoto wao 2. Kweli. Nikajua mimi peke yangu. Vipi uko umeleta zawadi gani? Magimbi na mahindi. Maana sisi tumeachoka, wewe ndo nasikia umehamisi. Umehamisi kweli? Basi hamna shida ndugu zangu. Hapa jisikieni kama mpo nyumbani. Sawa eh? Jisikieni kama mpo nyumbani, mazingira ndo kama hayo mnavyoyaona. Hapa nimechoka, lakini kesho nataka nikatembee huko kote. Ila ndugu zangu, tahadhari kabla ya hatari. Hapa ni mjini. Msije kichwa kabisa. Una maana gani dada hapo kwenye kichwa bado sijakuelewa. Maanisha nini? Yaani hapa mtaani kuna mambo ambayo yaani sasa hivi yameingia haeleweki. Ndio maana nawasisitiza ndugu zangu. Kama mmekuja likizo, mje mtulie. Sijui mnaelewa. Mimi mwenyewe hapa mtaani kwangu lakini nimetulia. Sifanyi mambo ya kuzurura mkatafuta majanga mengine. Sijui mmenielewa ndugu zangu. Ndio. Likizo ishe salama muondoke. Kwa shemeji yuko wapi? Maana nani ya kumuona vipi? Shemeji yenu katoka. Si mnajua tena mambo ya kutafuta. Ila msijali. Atarudi mtamuona. Na bora kaangaike aje ni mchune. Na najua tena nyie mlivyokuja. Kumbe ndo wewe binti unayemtesa kijana wangu. Leo sasa nitakufunga. Kwenye huu mtaa kijana wangu hateseki. Chochote anachokitaka anakipata. Na kufunga kila ambacho anakitamka kijana wangu juu yako ukaitike. Kila kitu atakachokwambia lazima ukubali. Mimi ndo mama Sajo. Kila atakachokwambia lazima utekeleze. Utafata amri yake na wala sio ombi, ni lazima. Sawa binti?
Mimi ndio Mama Sajo. Mimi ndio Mama Sajo, Mfipa original. Hakuna linaloshindikana kwangu. Lazima atekeleze kila atakachotaka kijana wangu. Habari zenu? Salama. Hatimaye leo tumeonana kwa mara ya pili. Dada, samahani, naomba utuache kidogo. Na achaje? Swaumu, si tumetoka wote nyumbani? Au hujui tunapoelekea ni wapi? Nafikiri umekisikia nilichokiongea na siwezi kukirudia. Swaumu, natumai leo utanisikiliza na hautoweza kunipinga tena kwa chochote nitachokwambia. Ndio. Unamwamini leo huyu, si ndio hivyo eh? Yaani sisi tumetoka huko, nimeacha mambo yangu na kusindikiza wewe, tunaenda huku tunapoenda safari zetu. Leo naahirisha hii safari kwa ajili ya huyu mtu. Wewe unamjua huyu? Wewe nenda tu shoga yangu. Na wala usiwe na wasiwasi na mimi. Maana huyu kaka namwamini. Kwa hiyo siku hizi mimi nimekuwa king'ang'anizi, si ndio hivyo? Si ndio unavyomaanisha hivyo? Yaani mimi nakung'ang'ania wewe tuondoke safari nayo tulioipanga, si ndio hivyo eh? Nafikiri umenielewa. Na nimetumia lugha nyepesi sana. Hivyo sihitaji kurudia na kujichosha. Naomba utuache. Sawa, haina shida. Mimi ni mpumbavu leo. Sawa, utakuja tu. Niko pale na kusubiri. Swaumu, Abe. niliitafuta sana hii nafasi ya kukutana na wewe. Na hatimaye tumeonana. Sasa nafikiri tunaweza tukaelekea popote ninapopataka. Ila halina shaka. Maana kauli yako kwangu mimi ni amri. Sina budi kuitekeleza. Nafurahi na utii wako kwangu. Baada ya jeuri yote ile, sasa huna cha kunambia. Hivyo tuelekee magetoni, nikafanye ninayoyataka. Ehe, umekuja. Kwani mimi kuja hapa shoga yangu kuna ubaya? Aha, siku ile uliponiambia pale niondoke, wewe uliona ni vizuri pale. Lakini mimi sikuona kama kuna ubaya kukwenda na yule kaka. Wewe si ulisema umpendi yule? Wewe si ulisema na mtu wako? Imekuwaje leo na Sajo? Unamaanisha nini kusema hivyo rafiki yangu? Hapa nikupeleke kwa mtaalamu tu. Umenielewa? Asa shoga yangu, mambo yangu mimi na wewe na mtaalamu vinahusiana nini? Na mtaalamu upo na wapi? Unajiona upo sawa? Mimi nakuona kabisa wewe haupo sawa. Ndio maana nakwambia twende kwa mtaalamu. Elewa basi na wewe. Mbona nakwambishi? Shoga yangu unapenda wataalamu wewe. Sijapata kuona. Mimi najiona niko sawa, nipo vizuri. Lakini kwa kuwa umesema, basi tuondoke. Ndio twende. Sasa hapa nisubiri. Yaani dakika chache. Yaani sasa hivi tunaenda dakika 5. Tutaanza kuchelewa. Umenielewa? Nikupeleke huko, si unanielewa? Wewe ni nani?